tuangalie hadithi ama ukweli unaosemwa kuhusu ugumba. Yes. Kwa katika pitapita zangu na kufanya kazi na wamama na baba na kukutana nao kwenye guidance yao ya preconception care, nimekuta kuna watu wana maswali kwamba baba wengi wanasema, wanaamini hizo ni hadithi ambazo zipo mtaani. Myth, tunasema myth and misconceptions. Tunasema ugumba ni tatizo la mwanamke pekee. Hapana, midwife anakuambia ugumba sio tatizo la mwanamke pekee. Ugumba ni tatizo la jinsia zote, jinsia ya ke na jinsia ya me. Kwa mke, kwa mume, wote wanaweza wakawa na tatizo la ugumba. Tena kwa asilimia kubwa ambao client wangu ambao nimewahudumia, wengi wenye changamoto ni wanaume. Lakini sasa bahati mbaya wanaume wengi hawataki kutafuta sababu ama chanzo cha tatizo, yani hawataki kujitokeza kwenda hospitali ama kutafuta mtaalamu kwa ajili ya kupata ushauri ni vitu gani vya kufanya kuhusu changamoto yake. Wao wanakimbilia kuwa blame na kuwahukumu wanawake kwamba ndo chanzo cha tatizo, kwamba hawezi kushika ujauzito ndani ya nyumba au ndani ya ndoa. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kubwa. Kwa hiyo ukweli ni kwamba tatizo sio la mwanamke pekee. Tatizo ni la wote, mume na mke wanaweza wakawa na changamoto wote wawili ama mmoja wapo, aidha baba au mama. Yes, lakini kuna swala lingine watu wanasema labda uzazi wa mpango huleta ugumba. Uzazi wa mpango ni njia ambazo ni salama kwa afya ya mama na baba wote katika kutumia. Lakini tunasema uzazi wa mpango inaweza kuleta sub-infertility. Yes, inaleta sub-infertility kwa sababu tukumbuke hizi ni hormones ambazo zimeenda kuwa against na ile natural hormones ambayo ipo kwenye mwili wa mama. Kwa kama mama atatumia uzazi wa mpango, it happens amekaa labda na njiti ama kitanzi, sana sana njiti ama sindano, amekaa nayo kwa miaka 3, akaja kutoa, yes, akapata sub-infertility for 3 months, miezi 6 mpaka mwaka wengine. It happened. Kwa ile ni kwa sababu ya ile mvurugiko wa hormone baada ya kutoa, sasa kutoka kwenye ile artificial hormones ya uzazi wa mpango kuja kwenye natural hormones ya kawaida kwenye mwili wako, anaweza akapata sub-infertility. Lakini ikipatiwa suluhisho na kutumia supplement na restore mwili wako, kufanya detox ya mwili, unarudi kwenye natural kabisa yako ya uzazi na unaweza kubeba ujauzito. Kwa hiyo hii sio kweli, uzazi wa mpango haiwezi kupelekea mama kupata ugumba. Lakini kitu kingine wanasema ugumba hurithiwa kutoka kwa mama pekee. No. Hii sio kweli. Ukweli ni kwamba ugumba hii ni kama vile magonjwa ya kurithi mengine. Sikoseli, kisukari, inaweza ikatokea mtoto akarithi kutoka kwa baba au mama. Kwa yote yanawezekana. Inawezekana kabisa kurithi kutoka kwa baba au mama. Kwa tuwe na hiyo notion kwamba ugumba na kama magonjwa mengine ambavyo yanaweza yakarithiwa kutoka kwa baba au kwa mama. Lakini pia kuna wengine wanauliza, midwife, vipi vijana hawawezi kuwa na ugumba? Hizo ni hadithi ambazo ziko mtaani kwamba vijana hawawezi kuwa na ugumba. Sio kweli. Ukweli ni kwamba hata kijana anaweza kuwa na ugumba. Ili tatizo ni kwa jinsia zote na katika umri wote. Kijana anaanzia miaka 18 mpaka 35. Wote wako kwenye umri wa kuzaa huo. Kwa hiyo kuanzia miaka 18 anaweza akagundulika ana tatizo la ugumba, ndio. Kwa sababu tunajua kadri umri unavyoongezeka uwezekano wa kubeba ujauzito unapungua kwa mwanamke, wingi wa mayai yanapungua na ubora wa mayai unapungua. Yote inawezekana. Kwa hiyo kama kijana akichelewa kubeba ujauzito, pia tatizo la ugumba linaweza likamshika kwa sababu ya hizo physical changes au mabadiliko ya mwili kadri umri unavyoongezeka, inaweza ikatokea. Lakini pia tujue kwamba hii kuna ule ugumba ambao ni wa kudumu. Kuna mwingine anaweza akazaliwa na android hormones za kiume, asiweze kabisa kutungisha mimba, asiweze kubeba ujauzito. Kwa hiyo haijalishi upo katika umri, as long as upo kwenye umri wa kuzaa na kubeba ujauzito, ili tatizo linaweza likakukumba. Kwa hiyo sio kwamba vijana hawezi kukumbwa na tatizo la ugumba. Hata wao pia wanawakumbwa na hii tatizo la ugumba linawapata wote. Yes. Asante, na nafikiri
kwa hayo machache kwa leo. Tunaweza tukaendelea siku nyingine, tutaangalia zaidi ni namna gani ama ni njia zipi tuzitumie kuweza kuondokana na hili tatizo la ugumba, na mitazamo ambayo ipo, maneno ya matumaini ni watu, labda mtu ukikutana na hii ufanyeje ama hii ufanye. Kwa tutaangalia kwenye somo linalokuja, lakini kwa leo naomba tuishie hapa. Karibu, ni Midwife Gati, nilikuwa nakuletea somo la ugumba.